wengi wameachana na kazi ya wito ya uimbaji wao, wameingia kutembea katika mfumo wa kawaida wa dunia. Mwimbaji anaweza kaimba wimbo wa kwanza, hata ukiusikia unasema ule wimbo unakuvuta, lakini kadri anavyoendelea, anavyosonga mbele, utakuta yule mtu amebadilika. Sio nyimbo zile sasa za watu kuingiza katika uwepo wa Mungu, sio zile nyimbo zilizobeba roho wa Mungu ndani, ambao mtu mpaka anaweza kasikia wimbo akasikia kabisa kuna sababu ya kubadilika na kuyageuza maisha yake kwa Mungu. Nyimbo kama hizo unakuta zinapotea. Mtu anafika wakati anabadilika na kuwa na nyimbo za burudani, nyimbo za starehe. Sasa mpaka watu akisimama mahali ni vichekesho tu, makomedi ya ajabu ajabu. Sio watu wasimame wamtukuze Mungu, bali watu wameweka mbele majina, wameweka mbele vyeo, wameweka mbele mamlaka zao za kawaida. Basi mimi ningeenda kushauri kwamba kwa kipindi kama hiki tunatakiwa tuwapate watumishi ambao Mungu amemwaga hasira zao ndani, ili wasimame kuiongoza na kuisimamisha kweli ya Mungu. Lakini pia wale ambao mko karibu na watumishi wa Mungu, hebu jitahidi, fanyeni kazi inayokuhusu, achana na mtumishi wa Mungu. Kuna vitu ambavyo unaweza kuvizalisha ambavyo havitakusaidia katika maisha yako. Kuna hali ambayo unaweza kukutana nayo ambayo hutaisahau katika maisha yako. Mungu ni Mungu mwenye haki. Mungu wa mbinguni akubariki. Nitafurahishwa na wewe ambaye utakayesikia habari hii, lakini ukajihisi ndani yako kuna namna ambavyo unaweza kuheshimu kazi ya Mungu, unaweza kuheshimu kusudi la Mungu, ili kuhakikisha kusudi la Mungu linatimia pale ambapo Mungu amekusudia kazi ya Mungu itimie. Mimi sizungumzia habari za watu wanaoharibu kazi ya Mungu. Sizungumzia habari za uharibifu katika kazi ya Mungu. Katika somo hili ni kweli uharibifu kwa kiwango kikubwa. Tunashuhudia wimbi kubwa la watumishi wa Mungu kubadilika. Tunashuhudia wingu kubwa la watumishi wa Mungu kuachana na kweli ya Kristo, na kuingia kwenye vituko ambavyo ni vya maajabu ajabu. Tunashuhudia watumishi wengi, viongozi wa makanisa wanabadilika. Lakini mimi naongelea habari za mtu kusimamia wito na kusimama katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo mimi ningetegemea shuhudie kwamba acheni watumishi wa Mungu waifanye kazi ya Mungu, watieni moyo kaifanye kazi, kwa sababu Mungu alipofika wakati kwenye kitabu kile cha Zekaria 2:8, alipofika wakati akaona watumishi wa Mungu ni kama wanasongwa, watumishi wa Mungu wanadharaulika, watumishi wa Mungu wanashambuliwa. Mtu anaweza kwenda kuhubiri injili akapigwa, mtu anaweza akatoa ushuhuda akapigwa, mtu anaweza kaenda kumshuhudia Mungu akakanwa, akafanya nini. Watumishi wa Mungu kuuawa, kuonewa, kuyanyaswa, kutukanwa. Sasa vitu hivyo Mungu akasema hapana, yali kama hii haitawezekana.